Habari wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, chaneli ambayo kama ilivyoada ipo karibu nanyi kuwaletea masomo mbalimbali yanayohusu elimu ya nyota na maumbile. Karibu katika somo letu la leo, na somo letu la leo linajulikana kama siku za bahati na mwongozo wake. Wakati mtu anapokuwa kwenye siku ya bahati, kutokana na mfumo wa nyota yake, kuna baadhi ya hatua za kiutamaduni, matendo pamoja na hatua za kiroho ambazo anaweza kuchukua ili kuvutia na kuzitimiza bahati hizo. Hapa nitakuelezea baadhi ya mambo ambayo mtu anaweza kuyafanya ili kufaidika na nguvu hiyo. Na hii ni katika siku yako ya bahati kulingana na mfumo wa nyota 12 za maumbile. Tukianza na nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, na hii ni nyota ya punda. Wewe mwenye nyota ya punda una siku 2 za bahati ambazo ni siku ya Jumanne na siku ya Jumapili. Katika siku hizi unaweza kufanya mambo mbalimbali yatakayokusaidia kuinua na kuvuta nguvu yako ya bahati. Na matendo hayo ambayo unaweza kufanya na maelezo yake mafupi ni kama ifuatavyo. Tumia siku hizi katika kuchukua hatua kubwa kubwa. Kama kuna jambo gumu limekuwa likikusumbua kwa muda mrefu, basi hizi ndio siku za kulifanya jambo hilo. Kwa mfano, kitu kama kuanzisha mradi mpya au kufanya maamuzi magumu na ya muhimu. Lakini katika siku hii jiweke wazi kwa kuandaa fursa mpya au kuziendea, hususan zile ambazo zinazohitaji ujasiri au mapambano katika kushinda fursa hizo. Lakini katika siku hii ya Jumanne na siku ya Jumapili, hebu fanya tafakuri ya kina kabla ya kuziendea hizi hatua zako na kuipata njia iliyo thabiti. Katika siku hii ya Jumapili unashauriwa kuvaa vitu vya rangi nyekundu, na hata kama ikibidi kwa yule mwenye uwezo wa kuchoma udi, basi auchome udi wenye rangi nyekundu, au uwashe mshumaa wa rangi nyekundu, au uwashe moto ambao utakaowaka bila kuchoma kitu chochote, kwa maana itapatikana nguvu nyekundu huku ukitia nia ya siku yako ya bahati. Tukitazama nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya ng'ombe. Wewe mwenye nyota ya ng'ombe, siku yako ya bahati au siku zako za bahati ni Ijumaa na Jumatatu. Katika siku hizi unashauriwa kuwekeza katika utafutaji wa mali. Kama unaweza kununua kitu cha thamani au kuwekeza katika biashara, hebu fanya katika siku hizi. Lakini vile vile unaweza kuwekeza katika ardhi au jambo lolote linalohusu ustawi wa kifedha. Katika siku hizi unashauriwa kuingia mikataba ya kiuchumi hata kama ilikuwa ni migumu ya namna gani. Hizi ndio siku za kukaa chini na kufanya makubaliano ya kimkataba. Lakini pia hakikisha unachukua muda kwa ajili ya kupumzika na kuhamasisha ustawi wa nguvu yako ya kiroho. Katika siku hizi za Ijumaa na Jumatatu, pendelea kutumia vitu vya rangi ya kijani au rangi ya shaba. Na kama utakosa kabisa vitu vya aina hiyo, basi chuma japo majani au mapambo ya rangi ya kijani ili kujiongezea nguvu ya siku yako ya bahati. Tukitazama nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya mapacha. Wewe mwenye nyota ya mapacha, siku zako za bahati ni Jumatano na Ijumaa, ijapokuwa Jumatano ndiyo yenye nguvu zaidi. Katika siku hizi unashauriwa kutumia siku hizi katika kufanya mazungumzo ya muhimu. Kama kuna mgogoro na unahitaji suluhu, basi siku hizi ndio siku za kukaa chini na kusuluhisha mgogoro huo. Kama kuna makubaliano ya muhimu unahitaji kuyafanya na mtu kupitia mazungumzo, basi siku hizi 2 ndio siku za kufanya makubaliano hayo. Kama unahitaji kutoa pendekezo lako au mawazo yako mbele ya mtu mkubwa, basi zitumie siku hizi 2. Hakika utakuwa na nguvu na utapata fursa ya kubadilisha mawazo yako au kupata mawazo mapya. Katika siku hizi za Jumatano na Ijumaa, unashauriwa kutumia vitu vya njano au vitu vya bluu ya bahari au bluu ya wingu. Pendelea kutumia vitu hivi, vitakusaidia kukuletea nguvu ya mawasiliano na uwezo mzuri wa kufanikisha mambo yako kupitia mazungumzo. Tukitazama nyota ya 4 katika mlolongo nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya kaa. Wewe mwenye nyota ya kaa, siku zako za bahati ni Jumatatu na Alhamisi. Katika siku hizi unatakiwa kutulia na kujitolea zaidi kwa familia na kutengeneza mahusiano yako ya karibu. Hizi ndio siku bora zaidi za kuboresha mazingira yako ya kifamilia na kutenda matendo ya huruma mbele ya jamii. Katika siku hizi za Jumatatu na Alhamisi, fanya kitu chochote kinachokupa nguvu ya kiroho, kama kusali, kutoa sadaka, kutafakari kwa utulivu na kufanya taamuli ambayo itakuletea amani na nguvu mpya.
Katika siku ya Jumatatu na Alhamis, pendelea kutumia vito vya samaki au vitu vyenye rangi ya fedha na rangi nyeupe. Hii itakusaidia kujipa nguvu mpya na ya bahati zaidi. Tukitazama nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Simba. Wewe mwenye nyota ya Simba, siku zako za bahati ni Jumapili na Jumanne. Matendo ya kufanya katika siku hizi: unatakiwa kuwa jasiri na kuchukua hatua kubwa na nzito dhidi ya viongozi. Kama kuna kiongozi ambaye unaweza kukaa naye chini na kumuonyesha ukweli wa kile unachokijua, basi fanya hivyo katika siku hizi. Utakuwa na nguvu kubwa na atakusikiliza. Tumia siku hizi kwa kujivunia mafanikio yako na kuwashukuru wale wanaokuzunguka. Na katika siku hizi za Jumapili na Alhamis, unaweza kutumia kito cha dhahabu, lakini vile vile unaweza kutumia madini ya dhahabu yaliyonakshiwa na kito chekundu ili kuongeza nguvu na ukarimu na bahati ya nyota yako. Tukitazama nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Mashuke. Wewe mwenye nyota ya Mashuke, siku yako ya bahati ni siku ya Jumatano na Alhamis. Matendo yako ambayo unaweza kuyafanya katika siku hizi: unatakiwa kuhakikisha kuwa unajitolea katika masuala ya afya na utunzaji wa mazingira. Siku hizi unaweza kufanya kazi za kujitolea na jitahidi kuzifanya kwa usahihi na ubora mkubwa. Tumia siku hizi kufanya tathmini ya maisha yako na kuweka malengo yako ya baadaye. Katika siku hizi za Jumatano na Alhamis, unashauriwa kutumia vitu vyenye rangi ya kijani au vyenye rangi ya kijivu. Unaweza kutumia maua au majani. Hii itakusaidia kuvutia usafi na kuleta mpangilio bora wenye bahati kwenye maisha yako. Tukitazama nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Mizani. Wewe mwenye nyota ya Mizani, siku yako ya bahati ni Ijumaa, ijapokuwa Jumatatu inaweza kukuletea bahati pia. Matendo ambayo unaweza kujihusisha nayo katika siku hizi ni yale matendo ambayo yanayoleta usawa katika maisha yako. Hii ni siku nzuri ya kutatua migogoro na kuboresha mahusiano yako ya kibinafsi na yale ya biashara. Katika siku hizi, chukua hatua za kudumisha urembo kama wewe ni mwanamke, lakini zaidi itengeneze amani katika mazingira yako. Katika siku hizi unaweza kutumia vitu vyenye rangi ya blue au vyenye rangi ya waridi. Vitu hivi vitakuletea upendo na nguvu ya usawa na amani. Tukitazama nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Nge. Wewe mwenye nyota ya Nge, siku yako ya bahati ni siku ya Jumatano pamoja na siku ya Ijumaa. Katika siku hizi unashauriwa kuzitumia siku hizi kwa kutafakari na kutafuta njia za kuboresha uwezo wako ulio ndani. Siku hizi ni siku za kufanya maamuzi magumu kwa kuzingatia hisia zako na kujisikiliza wewe mwenyewe kwa kina. Katika siku hizi unaweza kutumia vitu vyenye rangi ya zambarau au pinki, na vitu hivi vitakusaidia kuvutia nguvu ya siri na uwezo wa kuwashawishi wengine. Tukitazama nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Mshale. Wewe mwenye nyota ya Mshale, siku yako ya bahati ni siku ya Alhamis na siku ya Jumapili. Matendo yako ya kufanya katika siku hizi: unashauriwa kutumia siku hii katika kuendeleza mipango yako ya mbali, hususan zile safari za nje ya mji. Siku hizi ni siku ambazo unaweza kujiongezea elimu na kupata maarifa mapya. Zitumie siku hizi katika kuhamasisha maisha yako na kujitengenezea uhuru wa kujifunza. Katika siku hizi unaweza kutumia rangi ya blue na rangi ya kijani, na unaweza kuambatanisha vitu vyenye rangi hiyo karibu nawe ili kuvutia mafanikio katika elimu na safari zako. Tukitazama nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Mbuzi. Wewe mwenye nyota ya Mbuzi, siku yako ya bahati ni siku ya Jumapili na siku ya Jumatano. Mambo ambayo unatakiwa kuyafanya na kuzingatia katika siku hii: unatakiwa uzitumie siku hizi katika kujitahidi kuyatimiza yale malengo yako ya kikazi na ya biashara. Katika siku hizi unatakiwa ufanye tathmini ya mafanikio na uwe na mtazamo wa kudumu na ulio madhubuti. Katika siku hii unaweza kutumia vitu vyenye rangi ya shaba au vyenye rangi nyeusi ili kujiongezea mafanikio na nguvu ya uchumi. Tukitazama nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, hii ni nyota ya Ndoo. Wewe mwenye nyota ya Ndoo, siku yako ya bahati ni siku ya Alhamis na Jumapili. Katika siku hizi unashauriwa kutafuta suluhisho jipya kutokana na zile changamoto zako za kijamii na za kiubunifu. Unatakiwa kutumia siku hizi kuonyesha ubunifu na mawazo yako ya kipekee. Siku ya Alhamis na Jumapili unatakiwa kutumia vitu vyenye rangi ya zambarau na vitu vyenye rangi ya blue.
Vitu hivi vitakusaidia kuvutia mawazo mapya na kutengeneza utulivu wa akili yako. Tukitazama nyota ya mwisho katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, na hii ni nyota ya samaki. Wewe mwenye nyota ya samaki, siku yako ya bahati ni siku ya Jumamosi na Jumatano. Vitu vya kuzingatia katika siku hii ni kutafuta utulivu na kuleta amani ya roho yako. Unashauriwa kufanya jambo lolote la huruma dhidi ya watu wengine, kwa mfano kama kutoa msaada na sadaka kwa wale wenye uhitaji. Vipengele vya kuzingatia katika siku hii ni kutumia vitu vyenye rangi ya zambarau au vitu vyenye munasaba wa rangi ya blue. Vitu hivi vitakusaidia kuzalisha amani na kuleta furaha ya roho yako. Kwa kumalizia, kila nyota ina siku zake za bahati na vipengele vyake maalum vinavyohusiana na uwezo wa kufaidika navyo. Ni jukumu lako kutafuta elimu hii, na tunakukaribisha katika jukwaa letu hili ili uweze kuwa miongoni mwa wale watakaonufaika na makala zetu. Karibu, tukutane wakati mwingine. Bye bye.